Hello my people, we are back na waletia Nifa TV. Leo tumepata stari wa kwanza Mukambi. Atashongelelea vya mingi vya vile. Babangu, habari yako? Nzuri bro. Ya mbele yote tungependa tuambie majina yako. Majina yangu ni Brown Fish. Brown Fish. Kimenifanya kutafute juu nilisikia maneno shatembea sana kuma TikTok, kuma YouTube. Wenjo stari wa kwanza Mukambi achaka. Kitu gani kinakufanyaka ukwe stari? So kukuwa stari wa kwanza mchaka ni kitu kizuri, lakini mimi mwenyewe siaminie hivyo, lakini kwa maana mastari ni wengi, lakini watu kama wanifanya kuna namba moja, nao ni jambo la kumshukuru Mungu. So kitu yanifanya mimi nikuwe star ni kazi. Mimi natumika kazi bro. Unatumika kazi. Ukipiga kalikile za mbio mbio, nyimbo zako zote zenye ushaimba, nyimbo ngapi zenye zimekutoshaka kimuziki? I hope sasa mimi naweza sabia niko na nyimbo 4. Ile nyingine sio nyimbo zangu kama hivi. Mimi niseme niko na nyimbo 4 bro. Nyimbo 4 na kingine kimenifanya kutafute, nasikia eti Bastari. Na kwa kapepo kama bifu sana tena sana, na nikasikia kuko barafiki yako mlikuwa mnapendana sana wanaume, mlikuwa mnapanga kila kitu, lakini sasa hamko mnaongea. Kitu gani kilikufanyaka ugombane na wale barafiki yako? Sina bifu na star, labda tu ni marafiki wa kawaida, hapana kukua bifu na msanii wowote. Okay, abo barafiki yako mlikufanya nini? Ya resama rafiki yangu ya nyuma tulikuwa na share juu ya mwanamke. Na mwanamke ni kitu kikubwa sana. Unajua wakati unapenda mwanamke, mwingine anapenda naye ampende. Baba rafiki yako ndani tena wanapenda wakuingilia au mtongozi. Kama huko mtu wa nguvu ama kama huko mtu wa kujielewa, unaweza kupoteza, lakini nilikuwa naona ni kama makelele, nilikuwa kama dharau. So nikasema hii dharau siwezi vumilia, nikamwambia mwanamke chagua moja ama mbili. Kama mimi, kama wao. Kitu kizuri mwanamke ni alikuwa mtu mko na akili, akachagua kiongozi mwenyewe. Nikaambia watoto watulie, mambo mengine ikaendelea. Maki yule mwanamke sasa wewe ndio uko naye bro, na miliki bro. Okay, yule mwanamke tungependa utuambie anaishi hapa Uganda, anaishi wapi? Yeah, yupo yupo lakini haiko hapa Uganda. Okay, yupo. Maki unatuniambie juu ya mwanamke ndio mkagombana na marafiki zako. Ile ndio najua sababu kubwa zaidi, kwa maana mimi marafiki zangu watugombanie hela. Kwa mimi na business yangu binafsi, mimi sichanganya na marafiki zangu business. Atugombanie hela, labda tu mwanamke. Ndio kila watu wanagombania sana, cha kwanza mwanamke bro. Na nyingine nikasikia wewe ndio garso wa kwanza malaya Mukambi achaka. Tungependa utuambie kweli sasa, ni kweli uko malaya wala? So watu wanaweza kuwa wanatumia hiyo term because ukakuwa celebrity, kila mtu anakuangalia. Ukikula, ukikunywa, ukitembea wanakuangalia. Sasa kuona mimi nafanya kazi yangu ni music bro. Ndio unaona pale tunafanya kazi na nani? Tunafanya kazi na wasanii mbalimbali wa kike. Wakati uko nao tu wanadhani tunakuwa tuko kwa mapenzi hapo. Wakati tuko na shoot tunakuwa na watu wengi bro. Kunakuwa ma cameraman, ba director, sijui watu wengi hapo. Lakini wakiona tu sisi wangu tu kwenye video, wanajua kwamba yamekwisha. Maki huko malaya. Siko malaya, mimi niko na mwanamke. Malaya nasema niko na mwanamke. Siko malaya, niko na mwanamke mmoja. Kupale tutapafika hako. Na nyingine nikasikia kuko rafiki yako hivi mmoja anaishi Mukambi achaka. Munene hivi sana. Au mulifika wakati ya kupelekana ku polisi juu makonfli fulani. Sasa tungependa utuambie kweli. Jua nini mulifikishanaka wakati ya kubebana mwa polisi? Kuhusu hiyo bilikuwa ni kweli bilisifuma sana, lakini haikuwa ajabu na bilimalizika sawa na kaisha tu. Siwezi sema sababu ni nyingi because bilishaisha, bilishapita. So lakini bilikuaga, sidhani kama ilikuwa uongo, ni kweli bilikuaga, lakini bishaisha. Okay, na nyingine nikaona ushafika Kampala. Kitu gani kilikuleta hapa Kampala babangu? Ya kileta Kampala ni kazi. Nikia kufanya kazi, niwaambia niko na mavideo mengi nafanya. Tuko na shoot video za kutosha sana. So niko nafanya video hapa, niko nafanya video Tanzania, Kenya, so kule kote tunafanya kazi. Na nilisikia maneno Lugambo, wewe utakuwa stari wa kwanza wa kutoka Mukambi achaka, unaenda kufanya kazi na Mbosso
wa kutoka WCB Wasafi. Ni kweli ni bongo? Yeah, ni kweli because hajawahi kutokea msanii mwingine kabisa kufanya kazi na international artist. Yeah, naweza ile ni kweli, ile mwa udanganye. Mimi nitakuwa mko wa kwanza kufanya kazi na Mbosso sio Mbosso tu, ni wengi. Wewe mngoje, si mwaka hebu mngoje. Makina Diamond tutamfika hapo. Wewe msubiri muone mzigo. Mzigo unakuja bro. Okay, sawa babangu. Na ingine niliona mwaka jana ulidote mwanamke, wengine wakasema haiko pesa zako, ni mwanamke ndio alikutia ndani zile pesa. Tungependa utujibu kwa ile swali ambayo watu walikuwa wanajiuliza. Yeah, watu wengi wako na shida, hawamjui Brown Fizz ni nani. Brown Fizz is businessman bro. Toka zamani Brown Fizz ni businessman. Niko na business za kutosha bro. Yeah, niko na business za kutosha. Unaona tu siku hii ukikuwa unaenda kutongoza mtu mwenyewe naye anachelewa, labda wataanza kusema ni kile kitu, lakini mwana anafuatilia sana Brown Fizz anajua. Ndio artist wa kwanza anafanya show Mchaka. Hakuna mwingine shakafanya show. Niambie kama kwa show nyingine ishafanya Mchaka. Hakuna wala artist mwingine anafanya show. Mbona unajiamini sana kwa maneno yako babangu? Bro, mimi niko wazi. Na mwingine anabisha alete clip ya show yake hapa. Kama iko tu ma festival inafanywaga, kuna kwa show wanasema hii ni show ya Brown Fizz. Inajaa tele, watu wanajaa. Na kuna kwa show ya kusema festival utakutana wasanii wengi. Ya mimi mwenyewe nafanya mashow za kutosha zinajaza sana. Na ingine nikasikia tukitosha warafiki yako, warafiki ya mke wako, wao walikuwa wanakugombania sana. Nini na nini, sijui kama ni kweli, na mwanamke wako alikuwa anampiga vita, kumwambia maneno mengi yule garso Brown Fizz hata kufaa hata kwa wako. Ni kweli au? Yeah, ile isemeka sana bro, kisemeka sana tena kiko mpaka sasa lakini unajua ukishapenda unapenda bro. Mimi nikishapenda mimi nakuwa napenda. Mimi ni mtu ambao sichezeki mapenzi. Mapenzi ni kitu kikubwa sana bro. Kinaendesha dunia. Sasa ukichezea mapenzi utakuwa kama hauna akili. Anapigwa vita na Njigisi na mimi napigwa vita hivyo. Yeah. Wanamwambia vile lakini mimi najiamini, anajiamini. Okay, sasa tungependa umutuambilie hapa ku live ku YouTube, utuambie jina yake ni nani? My love, mke wangu, my watermelon, my sweetheart, Rebecca Imani. Jina nani? Rebecca Imani, right? Rebecca Imani. Mmoja. Sasa nikwambie ni wangapi? Ni mmoja bro. Yeah. Maki ule unampenda sana. Ni mke wangu bro. Unajua kama unafikia wakati nyinyi unashindwa kumtaja mke wako ama mume wako jina, ni wakati ambao ungayo unajaribu unasema nisimtaje huyu, nisikose huyu. Sasa mimi sina choice mbili. Mimi na choice moja bro. Unajiamini sana kwa wewe, ndio stari wa kwanza mimi naona unaongelelea mwanamke wako, bibi yako mzuri, na unamtaja jina kwenye interview. Maana unamtrust sana. Ule ni wangu bro, na wakuleta mzatu naua nachinja bro. Unaua Rebecca kwenye huko, wanakusifia sana. Please usimwangushe kaka yetu, anakupenda sana. Mimi zaidi sana. Iko nguvu sana kupata stari iko nataya jina ya bibi yake, ya sheria yake ku internet. Babangu kwa kusema kama hii nyimbo ingine, nyimbo yenye wanaitwa wale ile grupu All Stars na Queen Vegas, sio kama mnamjua ile dada. Queen Vegas namjua vizuri sana. Ule Queen Vegas ndio aliposti ile nyimbo ya All Stars. Haujui kweli? Queen Vegas anaanza imba? Naye alimba ndani ama vipi? No, ndio manager aliposti. Sijasikia. Ya. Kweli? Sijasikia. Unajua tena nilikuwa na interview na NVG-TV1, waniulizia hii nyimbo. Sijui nyimbo ikoje. Na mimi kwanza leo naweza penda kuiona. Mimi naiua haitoi stari mkuu hawezi shindwa kuiua. Unasema Queen Vegas ndio. Alitumia link. Okay, I'm sorry. Nitaenda ifungula niangalie. Ile nyimbo ile nyimbo ishaiti sasa Mchaka. Ku TikTok kunini? Fast yote everywhere. TikTok jaiti. Mimi na follow watu wa Chaga. Sijasikia ku TikTok bro. Mjoni na tupinge ile nyimbo kweli. Unatujifanye au kuisikia na wakati ishavuma. Kitu kizuri hawezi pinga. Wewe utasema nyimbo yangu yaisikia? Nishasikia. Mtu mwenye ku TikTok ya Uganda hapa, sije mtu mwenye asikie nyimbo. Goma, sije mtu mwenye hajasikia hiyo nyimbo. Wewe uko na confree nao. Mimi siko na confree na artist. Ile nyimbo ikikuja, ikienda wakiiposti, labda hawajaiposti.
Kama hawajaiposti tunasubiria tufanye ma challenge. Mimi niko ready, mimi nitafanya challenge ya wasanii wote ya Chaka. Batulete tufanye challenge nyimbo yende. Right? Sijakubali hapo kakaangu. Kuko kitu ambacho unafunika upendi kutuambia. No. Maybe acha niangalie kulink ya Queen Vegas. Ama nitacheki later. Itakuwa vizuri tena mimi nikiona nione kama bashafanya video Kila kitu. Unaacha mziaka na wewe. Ufanye video nikose kujua. Melada ni wewe. What? No, sijasema vile. Watu mnasikia mstari wetu Brian Fizz anakatala, anasema ile nyimbo hayaisikia. Queen Vegas kwenye huko, ushasikia maneno yake, anasema hajaiona. Nikiona mimi napasha msupport Queen Vegas. Siwezi kosa ule anisupport nyimbo zangu. Sasa why nikose msupport? Shida nitumia link sijaifungua. Nitafungua link yako na nitaishare, nitaweka kwenye status. Kama mlishafanya video itakuwa bien, na nitabashauri pia mwitie na TikTok juu tuendelee kusikia. Mimi na washauri tena kivipi washauri? Yaani wale washauri batina ku TikTok because nyimbo tuijue. Ya mimi sijasikia. Na nilisikia ni nyimbo nzuri sana, inazidi nyimbo zako zote. Na walitia ndani hela nyingi. Bro, kitu kizuri kinajiuza. Hawezi kuwa na kitu kizuri alafu kiweke mwenyewe. Kama kitu kizuri tu kinajiuza. Mimi kwanza mbona si share link? Mimi nikiposti, mimi naposti TikTok, naambia watu, naweka status, haya watu wanaenda kuona. Unajiaminia kweli? Yeah, mimi naaminia mashabiki zangu. Wananiamini ndio maana wananipush. Batu ya Uganda, batu ya Ulaya, batu ya Chaka, batu ya dunia mzima. Leo nimekuwa na stare wenu Brian Fizz. Aliongea vya mengi. Kama kuko kenye unapenda kumuuliza, kenye ungependa kujua kupitia kwake, tuandikie mkomentari na tutamtafuta, tutakimuuliza. Asante ndugu yangu. Thank you so much.